Shetani ashinde mfululizo. 5,000 types of lies. The greatness of a nation. To speak truth to power. Hai jamaa, vipi habari yenu leo? Natumaini mmeshinda salama. Kwa majina naitwa Wilson Ochar na nawashukuru sana kujiunga nasi katika runinga yetu ya Sikiliza TV, na katika mada ya leo nataka tuzungumze mpango wa ODM wa mwaka 2027. Kama mpango wao umevujika na Mheshimiwa Governor Gladys Wanga afichua makubaliano ya siri na Mheshimiwa Rais Ruto. Na swali la leo Kenya wameweza kuuliza ni je, ODM inajiandaa kumuunga mkono Rais William Ruto mwaka 2027? Na je, ni gharama gani wanataka kulipwa kama malipo? Na kama watazama runinga yetu kwa mara ya kwanza, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe ili YouTube ikuarifu punde tu tunapoweka uchambuzi wetu mpya wa kisiasa. Na kwa wasajili wetu waaminifu, asante kwa kuendelea kutuunga mkono, maana bila nyinyi channel yetu isingekuwa hapa leo. Na hebu tutazame hii picha ya habari alafu tutarejea tuchambue kwa wazi ni nini kinachoendelea leo. The broad-based government, which we as ODM are part of, now considers every part of this country. And I don't want to say that it is because of this arrangement, but I'm happy that in a broad-based government where we are, Lamu, as much as Wajir, as much as Homa Bay or Kajiado will be carried along. And that was one of the most important fundamentals for Baba. Inclusion in economics. And he didn't say just include ODM areas only. No. He said, let every part of this country feel like they are Kenya, so that we are not in a situation where some parts of this country are left behind. So to answer your question, are we saying, oh, now we are getting roads because of this arrangement? What we are saying is, what we are seeing from the broad-based government is that no part of this country is left behind. And that is my view of the matter. Somebody else can challenge it. But are you saying it now that you are in the broad-based government or you're part of the broad-based government? Because like I said, not too far along, you are fierce critique of it. But now since you joined the two-term, sorry to say, but choir, development is going now, you're saying things are working. Is it now because you are part of it and not like no longer the opposition? And I'm not part of any choir. That also I must clarify, because the ODM's positions on these issues is very clear. One, we are strengthening our party. Two, we want to get into structured negotiations for a pre-election agreement. Once we do that, pre-election coalition agreement, once we do that, then we can say, because we have agreed, we will support re-election. Now, we are supporting the broad-based government. Because we agreed to it. Until 2027? Until 2027. Okay. Until 2027. All right. As you talk about that power brokerage, because that's what is happening, that there are people who are not just sitting in the room, Governor, and saying, okay, well, it seems as though ODM is the pretty girl that's being courted by everybody, but there are other girls who were in the room before that. And they're already saying, well, that's okay, ODM, you have your conversation, but we have been here. And that there are some things that we are not going to allow. This comes right front and center with the deputy president. And they have said it's not going to happen. It remains where it is. Party leader Dr. Oburu Oginga has said, we want power. And he said it. It's become sometimes the subject of jest, but he said it very clearly that we want it too. This pre-election agreement that you mentioned, speculation, again, is part of politics, whichever way we choose to look at it. The optics play a big role here. And it's been said, there's something that Gladys Wanga may have been promised. There's an idea that she may be courting, that she could be a major power player in the next process. Does that affect anything? And we can call it deputy president. We can call it a powerful position in the next administration. If that were the case, do those things cross your mind? Do you flirt with that idea at all? I think, let me say that as we go into pre-election coalition discussions, and this is not the first time ODM is getting into coalition politics. In 2013, we went with CORD. In 2017, we went with NASA.
In 2022, we went with Azimio, and even now we are preparing ourselves for the next coalition. We are not looking for anybody's seat. We are just coming to the table and saying, ODM is the largest party south of Sahara and north of the Limpopo. Okay. We have membership from Vanga in Kwale to Todonyang in Turukana, from here Tana River to Nyatike Weto Rumundu. So we are coming to the table as a strong party. And when we come to the table, we will place our issues on the table, and we will say, this is what we are pushing for. We are pushing for issues. There are issues ODM has believed in. We are pushing for devolution. We are pushing for economic justice. We are pushing for human rights. These are things that must be foundation of a government that ODM is part of. Then we are pushing for power, because no political party is formed to sing in a church choir. Every political party is formed to capture power. In that case, we are not looking for anybody's position. When we come to 2027, all positions are vacant, including mine as governor. We all go to seek re-election. So there'll be nobody's position that we're seeking. We will just be looking for what would be our fair share as an equal partner with UDA on the table. Will ODM field the presidential candidate in the 2027 election? This is part of the discussions that we will have. We have three ways here. We are looking at this pre-election coalition agreement. If we have an agreement, fine. If we don't have an agreement there, we're looking at discussions with, because what our resolution is we will negotiate with like-minded parties, starting with UDA. Then we will, if there's no agreement, we hope there can be, we will go to other parties. If we don't agree with anybody, we will go our own route to the next election. So these three options are available to us. Is all this premised on interests of an individual or certain individuals? I must come very clear on that. I'm governor of Homa Bay, and I'm seeking re-election as governor of Homa Bay because I've just done my first term. God willing, I should be re-elected in the next term. But when we go to negotiate on the table for a movement of nearly 8 million people, we must negotiate fair. So that if we say the president is here and the deputy president is here for ODM, it will be for ODM, and ODM has processes for identifying who becomes that person, including an NDC. That NDC for the next election, which we have said is before the end of the year, is the NDC that nominates the presidential candidate of the party. And if you are in a coalition agreement, the person nominated can now become the running mate. So is this about Gladys Wanga? No. I have a position. I am seeking, I'm working very hard. By the end, done huge transformation in Homa Bay. I think they will re-elect me by a very big percentage on that table. This is not about individuals. This is about a movement that has been built on blood, sweat over the years, that when we go onto any negotiating table, we must have what is a fair share for the movement, for the people. Their issues must be on that table. Watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Mkuu wa kaunti ya Mombasa. Yes. Na jana umekuwa na Mheshimiwa Abdulswamad. Yes. Na juzi amekuwa na the former governor, yes, waziri wa mining, yes, Hassan Joho. Yes. Na wakasema kabisa kwamba wao kama watu wa pwani, yes, wanataka Ali Hassan Joho, yes, awe deputy president. Yes. So why is it kwamba wewe ukiulizwa wewe unapiga kona nyingi Mheshimiwa? I think Joho is capable of taking that position. Mimi kwanza kitu nataka tufanye, the first thing I would like ni kwamba tukue kama chama tuko kwa meza as an equal partner. And we are going to negotiate hard. We are not going to leave anything out. Those who thought that we are not going to demand for deputy president, that is one of them. We must demand because it is not. Hataki kuwe na mpwani, hawataki kijana ambaye kwamba aliyezaliwa katika umaskini na Mwenyezi Mungu akamuinua. Hawataki yule ambaye kwamba ako na experience. Yule mwingine wa Munyoro, angalieni. Yule mwingine wa Munyoro alikuwa ni mbunge tu wa term moja.
Hafla bin Vua nkuwa akawa ni deputy president. Simwamjua ule mwingine Mkabila. Sisi candidate wetu amekuwa mbunge. Baada ya kuwa katika bunge akawa gavana. Kando kuwa katika gavana akawa ni deputy party leader wa chama kikubwa kabisa katika hii eneo cha ODM. Kando kuwa na hiyo akawa ni waziri. You have no better candidate for the position of deputy president in the year 2027 than Hassan Ali Joho. Hatuzungumzi eti. Miwani ni ya kusoma, kwa mbali na waona ana kwa ana. Nisikizeni na tuangalieni macho kwa macho. Kwa yule ambaye kwamba ataona macho yetu ni ya kuhadaa. Nazungumza kwa niaba ya chama cha ODM. Tunaanza kuweka candidate. Sasa, Your Excellency, under the framework now of ODM, under the framework of the broad base, tutahakikisha ya kwamba tumeleta watu wetu pamoja. Lakini nataka kusema hivi kama kiongozi ya ODM, ya kwamba ODM kama chama, you know there are only two national parties I see in Kenya, ODM and UDA. But ODM itasimamisha viongozi kutoka MCA paka deputy president. President ndio bado tunazungumza kwa sababu baba alikufa na alituacha kwa President William Ruto. Sasa hapo sijapata mtu ya kusimama bado. Hii watu wanarukaruka ndani ya tao na kuna pale wanaweza enda atashinda asubuhi na mapema. Tutasimamisha kila pahali. Najua rafiki yangu Katu anasimama hapa. Nilikuwa na yeye na mkutano mbili. Nilikuwa na yeye na mkutano ngapi? Nilikuwa na shauri yeye ingia ODM. Sasa tuko broad base, hakuna haja wewe kukaa tu kwa UDA. Hata UDA ni chama yetu. Wacha tutaona vile tutapangana hapo. Tumekubaliana? Lakini sasa tutahakikisha ya kwamba serikali ya broad based na vyama ambayo ziko ndani ya broad based tutahakikisha ya kwamba ndio wametengeneza serikali ya 2027. Kama atachukua wewe kama running mate, kazi yetu itakuwa rahisi sana. Presidential candidate ni mwizi. Running mate ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Uchaguzi umeisha au hujaisha? So wewe nikwambie mtu ya madawa ya kulevya, instead of lecturing us, the Kikuyu community, be prepared next year in November. Tutapeleka wewe jela na kukushtaki kwa kuharibu watoto wetu. Saa zingine unachagua mtu wa kukusaidia mwenye amesoma kukuliko. Alafu akifanya mambo mazuri wewe unapigiwa makofi. Sindio? Sijasema kitu. Huyo Mungu ananifanya si faya. Nasema tuendelee. Na wapenzi watazamaji, kulingana na picha habari hiyo katika mahojiano ya mazito kupitia KTN na Spice FM, imesemekana kweli Gavana Gladys Wanga ametoa tamko kubwa la kisiasa, na ni kuwa ODM inajiandaa kwa makubaliano ya kabla ya uchaguzi na Mheshimiwa Rais William Ruto kuelekea uchaguzi wa 2027. Lakini hapa ndio kuna hoja ya msingi. Swali ni ushirikiano wa siasa ni wa muda tu, ni wa hadi mwaka 2027, manake baada ya hapo kila kitu kitabadilika. Na nafasi ya ODM serikalini ni kuwa Mheshimiwa Wanga amedhibitisha kile ambacho wengi walikihisi, ni kuwa ODM ni sehemu kamili ya serikali ya mseto, yani broad based government, si nusu wala si kwa mlango wa nyuma, na wamo ndani ya serikali mzima, na alitetea hatua hiyo akisema kuwa ilikuwa lazima ili kuleta utulivu nchini na kuhakikisha maendeleo yanafika kila eneo. Lakini swali ngumu zaidi ilikuwa ni kwa nini Wakenya washangilia maendeleo sasa wakati ni haki yao ya msingi, na Mheshimiwa Wanga aliweza kujibu pale kusema kuwa maendeleo yanapaswa kuwa kwa kila mtu bila kujali siasa. Hata hivyo alikiri kuwa kihistoria baadhi ya maeneo yalitengwa, na kulingana na yeye serikali ya mseto sasa inarekebisha ukosefu huo wa usawa. Na jambo kubwa zaidi ni kuwa mkataba wa kabla ya uchaguzi aliyozungumzia pale
ni kuwa Mheshimiwa Gladys Wanga alifichua kuwa ODM inataka mazungumzo rasmi na mkataba wa muungano wa kabla ya uchaguzi na Mheshimiwa William Ruto, na ikiwa makubaliano hayo hayatafikiwa, basi ODM itamuunga Mheshimiwa William Ruto kuchaguliwa tena. Lakini mahojiano hayo ama makubaliano hayo yasipofikiwa, basi ODM itasimamisha mgombea wake wa urais. Na Wakenya wenzetu wameweza pale kuchambua siasa hii na kinachoendelea, na wameweza kutoa maoni yao pale, na baadhi ya Wakenya wameweza kusema kuwa ODM inataka nusu kwa nusu ya madaraka, yani 50-50 power sharing. Manake kulingana na msemo wa Mheshimiwa Gladys Wanga akisema anataka equal partnership, anamaanisha kuwa anataka mgawanyo wa serikali nusu kwa nusu. Na Mheshimiwa Gladys Wanga amesema kuwa ODM inashinikiza kuwa mshirika sawa na serikalini, na manake yake ni kuwa nafasi za uwaziri, makatibu wakuu na mashirika ya serikali zigawanywe nusu kwa nusu. Watazamaji, nielezeni pale kwenye comment section maonaje. Nadharia hii inaweza kuwa inawezekana kweli, na nielezeni kama ni sawa Mheshimiwa Ruto aweze kutimiza ahadi hii. Na kitu cha pili, Wakenya wameweza pale kusema ni nafasi ya naibu rais. Inaonekana ni kama Mheshimiwa Gladys Wanga alifichua kuwa ODM inataka nafasi ya naibu ya rais, na alisema kuwa nafasi zote zitakuwa wazi ifikapo 2027, na hii imeibua hisia kuwa ODM inataka nafasi ya naibu rais. Na majina yanayotajwa pale ni aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na gavana Gladys Wanga mwenyewe. Inasemekana ni yeye pia, jina lake liko pale, na inaweza kuwa ndio inaweza kuwa ni kwa sababu ndio maana ako pale kwenye runinga anapeana ushawishi na kwa nini achaguliwe yeye mwenyewe. Na kuna vigogo wengine kama waziri John Mbadi, baadhi ya majina mengine wa viongozi wa ODM. Nielezeni pale kwenye comment section maonaje kati ya Mheshimiwa aliyekuwa gavana Mheshimiwa Ali Hassan Joho na gavana Gladys Wanga na kiongozi John Mbadi. Kati hao ni nani anayefaa kuwa mgombea wa rais William Ruto? Nielezeni pale kwenye comment section. Na kitu cha tatu pia pale, Mheshimiwa Gladys Wanga ameweza kutuelezea kuwa ni kuna mikakati wa zoning, na kama ODM inaweza kudai maeneo yao yasiguzwe, na maana yake ni kusiwe na wagombea wa UDA katika ngome za ODM kama Nyanza, Pwani na Kaskazini Mashariki. Na ningependa mnielezee mwaonaje hii mkakati wa zoning, mnakubaliana nayo au mnaupinga? Nitashukuru comment zenu pale. Na baadhi ya Wakenya pia wameweza kusema kuwa kuna matatizo Mheshimiwa Rais anapitia pale, manake Mheshimiwa Rais anakabiliwa na uamuzi mgumu wa kisiasa. Na cha uamuzi wa kwanza ni atabaki na Mheshimiwa Kithure Kindiki ili kulinda Mlima Kenya Mashariki, au aingie mkataba na ODM na kuhatarisha kupoteza uungaji mkono huo wa Mount Kenya Mashariki. Maanake huwezi kuwaridhisha watu wawili wa ukamilifu. Na wapenzi watazamaji, nielezeni pale maoni yenu ni gani? Mheshimiwa Rais afanye nini katika tatizo hili? Abaki na Mheshimiwa Kithure Kindiki au aingie kwa mkataba na ODM, atafute mgombea mwingine wa naibu rais? Nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu, nitashukuru sana. Na wengine Wakenya pia wameweza kusema mahojiano haya hayakuwa maneno matupu tu, manake yalifichua mikakati wa ODM, madai ya ODM na hatua inayofuata ya ODM. Na jambo moja liko wazi ni kuwa njia ya kuelekea 2027 itajengwa na mazungumzo, wala si mkutano wa hadhara pekee. Na Wakenya wenzangu, kama mmetazama mpaka hii, nielezeni pale kwenye comment section, ni je, ODM iunge mkono Mheshimiwa William Ruto kwa uchaguzi wa 2027?
Nielezeni pale kwenye comment section. Na je, mgawanyo wa madaraka wa 50-50 unawezekana? Nielezeni pale kwenye comment section kama Mheshimiwa Rais atakubali kugawanya serikali yake nusu kwa nusu na viongozi wa ODM. Na swali la tatu pale ni nani anafaa kuwa naibu rais wa Mheshimiwa William Ruto? Nielezeni pale kama waunga mkono Mheshimiwa Rais achague abaki na Mheshimiwa Kithure Kindiki au amchague kiongozi mwingine wa ODM kama vile Governor Gladys Wanga au aliyekuwa Governor wa Mombasa Ali Hassan Joho au waziri wake wa fedha John Mbadi. Atamchagua nani pale? Nielezeni nani Mheshimiwa Rais anafaa kumchagua. Na swali jingine ni pale, je, zoning iruhusiwe kwenye siasa za Kenya? Maonaje? Wakubaliana na mambo ya zoning au unaipinga kabisa? Nitashukuru maoni yako pale, nitashukuru sana. Na kama unatazama ukiwa, nielezee pia watazama runinga yetu ukiwa kaunti gani, manake tungependa kujua unatutazama ukiwa pande gani. Na kama umetazama runinga hii mpaka muda huu, na nashukuru sana. Like, share, subscribe, na kumbuka runinga yetu haturipoti tu siasa, tunazihoji. Na baki na habari, baki na msimamo, na baki na Sikiliza TV. Ni mie wenyu mtangazaji Wilson Ochar. Nashukuru sana mmejiunga nasi ile kwa siku ya leo, na natumaini mtabaki salama, na natumaini tutaonana katika video ijayo. Asanteni sana, mbarikiwe, shinda salama.